Ayub, mambo? Poa sana. Uko poa? Poa sana. Mombasa tuko joto lakini mambo naona ni mazuri. Okay, anza kwa kutuambia we ni nani, and pia tuambie kwamba kama kijana Swahili Pot inamchukua vipi kijana toka akiwa chini mpaka kufikia juu, ukiangazia ile safari yako wewe kama Ayub, the first time you come here ulipoaje mpaka leo? Asante sana. Naitwa Ayub Mohamed. Anafanya kazi Swahili Pot katika kitengo cha teknolojia. Ana support program inaitwa Campus Ambassador Program. Yenye muhimu wake ni kukuza vijana wenye wako ina interest na mambo na innovation. Niliweza kuingia Swahili Pot mwaka wa 2022 Januari kama atachi. Na wakati huo nilikuwa nilikuwa najaribu kujidiscover napenda nini kwa tech, niko na uwezo gani. So niliweza kuvolunteer hapa. Lengo langu ilikuwa miezi 3 hapa after my attachment, naangalia mambo mengine kwa space ya Swahili Pot inanipatia safe space kama kijana bila kunicharge background yangu. Wakaamua kunipa fursa. Kwa hivyo baada ya attachment nikaamua kubakia hapa ili since kuna environment nzuri ya mimi kuweza kusupport vijana wengine. Nikavolunteer zaidi ya miezi 6 bila kulipwa. So it was a very hard journey but very faithful because niliweza kuempower vijana wengi sana katika hiyo process. Baadaye nikakuwa katika team ya tech team. Nimekuwa hapo over time kusaidia kumentor vijana katika teknolojia na imenisaidia kugrow na kukaa katika platforms kubwa sana ndani ya Swahili Pot. Karibia 2023, 2024, 2025 nimeweza kuachia katika vitu tofauti. So niliweza kuachia kwa Swahili Pot Hub Awards 2023. Then nikakuwa chair for the Case Management Awards in 2034. Then now I'm the chairperson or the team lead katika Pwani Innovation Week ya 2025. Na I'm very proud of myself kwa kuweza kuchukua hizi changamoto. Si rahisi. Kwa umeweza na umeweza sana. Hello Ayub, one thing. Yani kongole sana kwa kufanya hii kazi. Kazi ni nzuri. Nikisikiliza naweza mtu yote akasema labda Ayub amepata njia nyepesi. Lakini Ayub umesema miezi 6 ulikuwa unajitolea bila kupewa chochote. Hebu niambie, hiyo hali ilikuwaje kwako? Uko kilala usiku ulikuwa unapata mawazo gani? Ulikuwa unajilaumu? Ulikuwa unasema nitafanya, kesho itakuwa nzuri zaidi, au ilikuwa hebu share experience, tuambie ile feeling ya ndani ulikuwa unasikiaje? So feelings za ndani, kuna ile wakati unahitaji let's say kununua credit na hauna pesa pia. Na uko na marafiki wanakushangaa una volunteer pale miezi kadhaa na wewe mbona uko hapo? So kuna wakati nilikuwa najisikia pia kutoka sababu hizo feedback za vijana wenzangu. But kuna sometimes naweza receive call, mtu akwambia mimi naitwa mtu fulani umenisaidia nimefikia hapa. So unapata positive feedback kwa vijana wenzangu wenye nimewasaidia. So na wewe inanirudisha nyuma kuzidi kusaidia zaidi kuliko kutaka kuweka pesa mbele mwanzo. That impact imenisaidia katika fulfillment nyingi na imeweza kunisaidia zaidi. Na mwaka huu karibia miezi 2 iliyopita nimesaidia kurefer vijana karibia 10 na kitu katika kuna chuo inaitwa University of the People iko US. Wakapata full scholarship 3 million Kenyan currency. Na sasa hivi wanaendelea vizuri sana. Mimi ni kufollow up kama mtu akona swali na nisaidia, and that's what make me proud. Ayub, hongera sana, hongera. Hebu tueleze mpaka leo mwezi wa 10 tuko tuna ile tukio la Pwani Innovation Week ama wiki ya kibunifu Pwani. Ilikuwaje mpaka ukaanza ukaaminika? Ilikuwaje? Watu walikuwa tu kwenye kikao wakasema basi Ayub na watu ongoze, ama ilikuwaje? Yani ilikuwaje kuwashawishi watu wengine wakaamini kwako wewe bila ya wewe labda kuwajulisha? Uliwaambia kwamba nichagueni, ama ilikuwa yani tutembeze kwenye hiyo safari ya kuaminika kufanya hii kazi, and then tueleze kwamba je, ile kazi nzima ulioifanya wewe unadhani ilistahiki jitihada zote ulizofanya mpaka kufika leo siku ya kwanza ya Pwani Innovation Week? So nikireflect journey venye ilianza miezi 6 iliyopita nyuma, tuliweza kuwa na lead wetu alikuwa anaitwa Waziri Isa. Yeye ndiye alikuwa anaongoza Pwani Innovation for the past 5 years.
baada ya kutoka kulikuwa na gap kubwa katika hii Pwani Innovation ya 2025. Kila mtu alikuwa kwa nani atakuwa chair, nani ataongoza. So nilikuwa ninasema kuna wakati kwa nikosa usingizi kabisa. I know there's Pwani Innovation Week but hatuna mtu wa kutongoza kwenye tunafaa kufika. So nikaweza kufanya research Innovation Week zenye ziko ndani ya Kenya. We have Kenya Innovation Week, we have Tanzania Innovation Week, we have Sahara Invest, we have Ghana Innovation Week. So nimeweza kufanya research kuelewa hizi innovation zingine zina work vipi, ziko vipi. Na Swahilipot tumekuwa for the past 5 years. Hivi innovation yetu iko vipi? Nikaona yetu iko zaidi ya vijana, na gap yenye tulimiss katika innovation za nyuma ni kutohusisha wadau mbalimbali create na create an experience Pwani Innovation Week. So nika propose hiyo research yangu katika management team. Through the chief operation officer Mr. Trash, wakaisikiza, nikajielezea. Baada hapo wakasema since mimi ndo ni mtu mwenye nimeweza kufanya juhudi kufanya hizi research, wakaona they appoint me kwa kiongozi ama team lead. So for the first time ilikuwa sikutaka hicho cheo because like watu ni wamekuwa in the committee for the first 5 years. Mimi naanza leo, nitafanya vipi ama nitaanza vipi? So kulingana na hivyo nikaamua nichukue, walivyosema watanisupport, nikaamua twende nalo, tutajua mbele safari kwenye kutaenda. Kwa hiyo unatufundisha kwamba kijana saa nyingine usikae nyuma, utoke mbele, useme, lakini useme ukiwa umefanya tafiti iliyojitosheleza kwamba hichi kitu kinaweza kikafanyika kwa mtindo huu. Hongera bwana, hongera, umefanya kitu kikubwa. Sasa tuambie, leo tuko siku ya kwanza, unajisikiaje? For the past 6 months, the idea, the vision we have imekuwa actualized vizuri. Pata fursa kukungua keynote speeches za Pwani Innovation Week. Nilikuwa tense kiasi kuona umati umejaa watu wengi, kitu sikutarajia, but imekuwa vizuri experience. Nimepata positive feedback kwa vijana wenzangu kwa speech yangu ilikuwa vizuri, na speech ya wenzangu pia imekuwa vizuri. Vijana wa Pwani tumejitahidi, tumeendelea, tuko na confidence na watu wako na imani na sisi kama vijana wa Swahilipot na Pwani yetu. Hongera sana. Ayub, nilitaka leo ulikuwa ukiachia kutoa keynote speech, lakini umeona watu wakiingia. Huku kuingia ni kama walivyokuwa wanaingia? Manake muda mwingi nilikuona umesimama pale. Kipi kilikuwepo ndani yako? Yaani kipi kilikuwa kinakuchechemsha ili kuona hii siku ikienda? Ilikuwaje? Bado nataka nipate ile feeling, yani ukiona watu wanakuja, wanatabasamu na vile ulivyopanga inakuwa. Imekuwa like pura zaidi. Kazi ya Mungu. Sisi tumepanga kiasi yetu, Mungu anatupona nia ipoe kila mwenye anakuja na kwa furaha, na jukumu langu zaidi ni kuensure the team wenye wana support hawawekoi pressure nyingi ama kudharauliwa, but wanapewa value yao. So kuna gasi na kwa ups and down, kufollow up, kujua wapi kunaendelea nini, wapi kunahitaji support, na cool people down, kuensure everything it's good. Na hiyo ndio kitu. Kila pandisha hasira unafanyaje? Lakini hebu tueleze katika yote hii, bado ukiendelea kututembeza masomo uliojifunza. Najua ulikuwa na kamati ndogo ndogo nyingi, ulikuwa na watu ambao wana tajiriba tofauti katika ufanyaji kazi. Ilikuwaje na kipi umejifunza? Ni kipi hasa umejifunza ulipokuwa ukiwaratibu wote hawa kama team lead wa Pwani Innovation Week? Naweza sema nimejifunza vitu vitatu. Ya kwanza ni patience, uvumilivu. Mimi naweza sema niko na personality ya perfection. Nataka kitu kiende venye nataka. So ilifika wakati nikabidi ni cool down kuweza kuelewa wenzangu. Kila mtu ako na uwezo wake na ako na speed yake. So ikanilazimu kuweza kuwa binafsi, kuwa mvumilivu kwa wenzangu, kuwaelewa huyu ndo yuko hivi ndo na work, nafaa nimpe fursa na space yake ya yeye kuwork. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, accountability. Nimeweza kuwork na team leads tofauti. Wengine wamenizidi umri, wengine wamenizidi ujuzi,
but nimejitahidi kuensure kila mtu is accountable katika task anapewa, na kuensure kila mtu anakuwa valued, maoni yake, feedback yake na nafasi yake. So accountability imesaidia zaidi kufika penye tumefika. Na kitu cha mwisho ni showing up for everyone. Kuna kama leo kwa sijisikii kwa nimechoka sana. Jana niweza kushortlist vijana karibia 149 katika kuna hackathon ina happen Wednesday. So nilikuwa nimechoka kufanya kushortlist hiyo remi. Sasa nasema acha niende sitaka kabisa kuamka. Ayubu, jambo moja, nimekuwa kwenye Pwani Innovation Week ya mwaka jana na mwaka juzi. Kitu gani kinatofautisha Pwani Innovation ya mwaka huu na hizo nyingine zote? Maana najua ulikuwepo. Nipe kitu kimoja ambacho ni cha tofauti. Experiences. So we have tried to number one for sure kuna different experiences kwa Pwani Innovation Week. Kama utakuwa paka Ijumaa, kesho we will meet class. Isiondoke. Meet konga za tamaduni, different dances. You will meet we have the gala dinner but unique one. PGT Pwani Got Talent iko pale. Tunaibra kabisa. Ni mapenzi kwenda mbele. Asante sana. Asante Ayub. Ilikuwa ni vizuri sana, tumefurahi. Tunafurahi ni vijana na bado wengine tunazidi kujifunza. Naamini tutaona mambo mazuri katika siku 4 zinazokuja inshallah. Okay, asante sana. Yes.